sababu inakuja kutufanya tuwe taifa moja na taifa teule. Na hiyo ni kitu ambacho tunajua. Hakuna Mkenya, hakuna Mkongo, hakuna wapi, hakuna Mluya, hakuna Mkamba. Tena unajua, mimi naambia kwa watu walitugawanya sisi wa Afrika, wakatutilia mipaka. Lakini kweli kweli tuko wamoja, kwa sababu mimi wakati nimefika Kenya mara nyingi, hata hii muda ambao nimekaa sana, ninasikia Waluya wakisema, ninasikia maneno mamoja. Wakamba wakisema, ninaelewa mambo wanasema. Kwanza Wakisii lugha yao na lugha yangu ni sawa moja. Wakisii na Wameru wanasema ninaelewa mambo yote. Hata Wakikuyu wanasema ninasikia. Sasa unaona kwamba sisi watu wa Eastern Congo, ukiona watu kabila nyingi za Kenya zilitoka Congo Forest. Sasa hiyo lugha imebaki tu moja. Sasa wameweka mipaka na wanasema nyinyi ni wa Kenya, nyinyi ni wa Kongo, nyinyi ni wa Tanzania, nyinyi ni Waganda, nyinyi ni Warundi, lakini sisi sote ni moja. Bwana usaidie sana. Na ndio maana tunaambiaka watu, kama ungali mtu wa ukabila, wewe huko mbali na wokovu. Ukiona mtu angali mtu wa ukabila, ni kusema wewe hajaokoka. Haujaokoka kabisa. Mimi ukifika nyumbani kwangu, ikiwa uwe mtu wa namna gani, wa nchi gani, nitakukaribisha. Siangekeke na hiyo mambo ya ukabila. Tunasemanga sisi kwetu, ndugu zetu ni wale ambao wameokoka tayari. Wale ambao tuko nao katika safari ya kwenda wapi? Ya kwenda mbinguni. Hao ndio ndugu zetu. Leo tutazungumza neno la Bwana katika kitabu cha Timotheo wa pili, sura yake ya pili, mstari wa 20 hadi 21. Timotheo wa pili, sura yake ya pili, mstari wake wa 20 hadi 21. Inasema hivi, tutasoma. Katika nyumba kubwa si kwamba kuna vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali pia vimo vyombo vya miti na vya udongo, vingine kwa matumizi maalum na vingine kwa matumizi ya kawaida. Basi ikiwa mtu amejitakasa na kujitenga na hayo niliyoyataja, atakuwa chombo maalum kilichotengwa na ambacho kinafaa mwenye nyumba, kimeandaliwa tayari kwa kila kazi njema. Amen. Amen. Leo tutasema juu ya kuwa chombo cha heshima. Uambie mwenzako uwe chombo cha heshima.